فقد فاز المتقون. بعد يقول الله سبحانه وتعالى نقول تجارحنا ونجد على محمد صلى الله عليه وآله وسلم زكيه أهلموني كل شكرا الله ambaye ametuamsha siku ya leo na afya zetu na siha zetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atuwezesha kuweza kuitikia adhana ya sala ya Ijumaa. Si ujanja sio, bali hii tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala ni juu yangu mimi na yeye ambaye tulibani na kama hii kusema alhamdulillah. Wanatambia wa anna bi rabbika bahadi. Hii najisema nafsi yangu na nafsi zenu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wale kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka wao ndio wanaofaulu maisha ya dunia na maisha ya akhira. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie miongoni mwao inshallah. Ikhwan, خطبتنا اليوم نتحدث عن ثمرات المداومة على العمل الصالح بعد رمضان. Tukumbushana kuhusu matunda ya kudumu katika mambo mazuri baada ya mwezi wa Ramadhani. قد تحدثنا في الخطبة الماضية عن المداومة على العمل الصالح بعد رمضان. Tumezungumza hapo iliyopita kuwa na istiqama na kudumu katika mambo mazuri baada ya Ramadhani. وفي هذه الخطبة نتحدث عن ثمرات المداومة على العمل الصالح. matunda ya kudumu katika matendo mazuri. Ikhwanani, ومن ثمرات المداومة على العمل الصالح matunda ya kudumu katika mambo mazuri wa inqalla hata kama ile matendo machache annaha sababun lidukhuli janna, ni sababu ya wewe kwenda kuingiza katika janna Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa Bilal radhiallahu anhu baina yaday Nabii sallallahu alayhi wasallam fi janna. Tukimwangalia Bilal yuko mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika janna. جاء في الصحيحين عن ابي هريره عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال عند صلاه الفجر. Imepokewa katika sahihi kupitia Kabera kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Bilal baada ya salatu al-fajr, ya Bilal hadithni bi'arja amali aqimtahu fi al-islam. Bilal, hebu niambie matendo gani ambayo makubwa uliyatenda unatarajia katika Uislamu. Kwa
بدخول الجنة. فقدوم العالم كلنا مشاكل الله سبحانه وتعالى على كيازي الجنة وكما لمترجيه يكيد مسلم. إخوان ومن ثمرات المداومة على العمل الصالح miongoni mwa matunda yanayopatikaniwa katika wema mazuri annaha sababun limahabbati llahi al-abd wa kafa biha thamara wa karama. Matunda yanayopatikaniwa katika wema mazuri inakuwa ni sababu ya kama huyo kwenda kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na inatosha kuwa ni matunda na inatosha kuwa ni utukufu Muislamu kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abu Hurairah anasema na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul, Allah anasema man aada li waliyan, yoyote ambaye kwamba atanifanyia watu kipenzi changu, fakad aadhantu biharb, afahamu nimeenda kumtangazia vita. Wama taqarraba ilayya abdi bishay'in, na mja wangu hajanijengesha na mimi kwa kitu, ahaba ilayya mimma qad alayhi, amona kuna zaidi kama zile faradhi niliyofaradhia azitekeleze. Allah anasema wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin-nawafil, na hasi mja wangu kujiongeza karibu na mimi kwa ibada za sunna hata uhibba, huyu mja wangu takuja kumpenda. Faidha ahbabtu, ikiwa kumpenda, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u, ninakuwa mimi ndiyo masikizi yake anayosikia. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, ninakuwa ndiyo macho yake yanaangalia. Wa yadahu allati yabshu biha, nitakuwa ndiyo mkono wake anaotumikia kuchukua na kupeana. Wa rijluhu allati yamshi alayha, nitakuwa ndiyo mguu wake kwamba anatumia kutembea. Hii anamaanisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo mtu ambaye kwamba akikurudisha Allah subhanahu wa ta'ala ibada za sunna akitazo, Allah anampenda, lakini penda anachunga macho yake haangalii haramu, anahifadhi masikio yake hasikii haramu, anahifadhi mikono yake haishiki haramu, anahifadhi miguu yake haitembei katika njia za haramu. Allah akasema wala insana ila wafianna, na huyo mja wangu akienda kuniomba nitampa. Wala nistaana na kijana mimi na shari au na mabaya, na uidhanna, nitamlinda, nitamkinga. Ya imani, hii ndio fadhila na ubora ya Uislamu unaokuwa katika amali salih. Thalithan min thamarati al-mudawamati ala al-amal salih, miongoni mwa matunda yanapatikania kutoka katika wema mazuri annaha sababu litakfiri al-khataya wal atham, ni sababu ya Muislamu kwenda kufutiwa madhambi na makosa yake. Kudumu katika wema mazuri ni sababu Muislamu kwenda kufutiwa makosa yake na madhambi yake. Fa fi sahihayn an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadithi kutoka Abu Hurairah anasema na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuuliza masahaba, araaitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min dami shay'un? Mtume wa masahaba, maonaje au mtazamia nini lao mmoja wenu nje ya mlango wake kuna mtu unatembea masaa 24, kisha kaombe kama huyo kila siku anatoka kidogo mtu anaoga mara 5. Je, mja kama huyo anabakiwa na uchafu wote katika mwili wake? Masahaba wao la yabqa min dami shay'un, wakasema Rasulullah, hawezi kubakiwa na uchafu wote. Kila siku anaoga mara 5, hawezi kubakiwa na lolote. Tunakwambia kadhalika mathalu salawati al-khams, basi mfano huo ndio mfano wa swala 5. Yamhu Allah bihinna khataya, Allah subhanahu wa ta'ala hufuta makosa. Kwa hivyo kila anayesali kipindi baada ya kipindi cha 5 unazo ahakikishe ajue kwamba huyu
Hii ndio fadhila ya mtu kudumu katika amali salih. Ikhwa al-iman, wa min thamarati al-mudawamati ala al-amal salih, miongoni mwa matunda au faida zinazotajwa katika kudumu katika amali salih, annaha sababun linnajati min al-karbi washadaidi fi dunya wal akhirah, ni sababu ya kwenda kuokolewa na matatizo na mitihani na balaa mbalimbali, tena fi dunya wal akhirah, katika dunia mpaka akhirah. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث ابن عباس akiwa na miaka 6 au 7. Asema Ibn Abbas, nilikuwa nyuma ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia: ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimati, hakika mimi nakufunza maneno gani? Ihfadhillah yahfadhuk, mchunga Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuchunga. Ihfadhillah tajidhu tujahak, mchunga Allah subhanahu wa ta'ala utampata yuko mbele yake. Hadithi nyingine wa fi riwaya fi sanad fi sahih an Ibn Ahmad, na katika ziada ya Imam Ahmad anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas: ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shidda. Wala kijana, mtambue Allah subhanahu wa ta'ala, mjue Allah subhanahu wa ta'ala wakati una raha, wakati una neema, wakati una furaha, wakati una afya. Yaarifuka fi shidda, Allah subhanahu wa ta'ala yeye atakutambua, atakuelewa wakati una matatizo, wakati una maradhi, wakati una balaa mbalimbali. Wa maana hadha anna al-'abd al-mu'min bimudawamatihi ala al-'amal as-salih fi hal ar-raha takunu bainahu wa bain Allah sillatun wa ma'rifa tanfa'u wa tunzihi mata ma waqa fi shay'in min ash-shada'id. Maana ni kwa tunasema ta'arraf ila Allah wa raha, jitambulishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati una raha, wakati una neema, naye Allah subhanahu wa ta'ala atakutambua, atakuelewa wakati una shida. Wale wanasema mgaweke kumi kwa kumwokoa katika mambo mazuri wakati ana raha, basi inakuwa hii takunu baina wa Allah silatul ma'rifa, inakuwa kuna mawasiliano kati yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, wa maarifa na kutakuwa na kujuana. Sila hii tamfa'u wa tunjihi, sila hii mafungamano haya kati ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala itakuokoa wakati wote ambao yeye anafikia katika matatizo. Mafungamano haya ya huyo mja na Allah subhanahu wa ta'ala katika kudumu yataweza kufaa wakati huyo mja anaingia katika balaa. Hawa Yunus alayhi salam, huyu na Bwana Yunus alayhi salam yakhruju min bayni qawmihi baada an laysa minhum, na Bwana Yunus alayhi salam baada ya kuwalingania watu kulu la ilaha illa Allah kufuru, wakawa wamekengeuka, hawataki kusikia. Baada ya kuwa amekata tamaa, ametoka lakini hivyo hivyo kwenda zama uyarkabu al-bahra, anaingia katika jahazi. Jahazi kaida na kwa makubwa, jahazi kakuinuka na suriani kwa ikiwa hivyo, kuna mmoja katika jahazi ana shida. Ni nani? Wakawa wanapiga kura, itakapokea kura atumbukize katika bahari, abakiwe wenzao. Kila kipiga kura kule mkia nani? Ni Bwana Yunus alayhi salam. Warudia kura, kipiga kura, Yunus alayhi salam ndio kura mpaka mwisho akasema la, tumemshinda kama mshinda Yunus alayhi salam katika bahari, wao wakakoa kazi zao. Yunus alayhi salam baada ya kuona akaingia katika bahari, Allah subhanahu wa ta'ala alimtumia papa akaja akameza. Baada ya kumeza Yunus alayhi salam, alipoona yuko katika tumbo la samaki, tena wahida peke yake katika tumbo la samaki, Allah
adh-dhalimin. Hakuna mola anayekusikia kwa Mwenyezi Mungu wewe haikabili miongoni mwa walimu nafsi zao. Allah anasema faskatabna, tulimkubalia mwenye kama yale wanajenao mina al-amn, katika zile kero zile dhiki tukamkaona. Ewe imani nakala Ibn Kathir fi tafsirihi min tariqi Abi Hatim. Ibn Kathir amekuwa katika tafsiri yake kupitia Abi Hatim an Anas bin Malik radhiyallahu asema anna Yunus alayhi salam lamma qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akawa ndio desturi yake katika tuna samaki arudia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anasema aqbati haditha tahufu bil arsh, maneno haya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin yakawa yameenea katika arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat al malaika, malaika sema ya rab sawtun dha'ifun ma'rufun min bilad gharika, hii sauti ni dhaifu sana, lakini sauti ambayo kwamba tuijua inasikiza kwetu sisi, lakini anataka kusema kwamba si ya kawaida. Yule samaki baada ya kumeza amesema mbali na kabisa, mwambia amma ta'rifuna dhat, hivi hamjui huyu amekama anasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akamwambia ya, akamwambia abdi Yunus, huyu ni mja wangu Yunus alayhi salam. Wakamwambia ya rab abduka Yunus, mja wako Yunus alladhi lam yazal yurfa lahu amalan mutaqabbala wa da'watan mustajabata. Yunus huyo kama mara kwa mara maneno yake harufaisha wewe yamekubaliwa, dua na kubaliwa, ndio huyo rabbi aambia naam ndiye. Allah akamwambia malaika ya rabbi afala tarham makan yasma faraha, kwa nini ya rabbi usimhurumie kwa yale mazuri alipofanya wakati ana raha, alipofanya wakati ana afya, wakati neema ukamwokoa na ibada. Allah akamwambia bala, niko tayari kumwokoa na shida kama hii, kwa sababu wakati alikuwa na afya, wakati alikuwa na neema, alikuwa mkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ama al-huta fatarahu fil a'rab, Allah subhanahu wa ta'ala akamshauri samaki akamtema katika nchi kavu. Kwa imani tunaona Yunus alayhi salam baada ya kuwa amekumbuka kama yeye yuko katika tumbo la samaki, adhabu sababu mtihani sababu ametea, hakumsahau Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile katika dunia hakumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kumjua subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akamwokoa, asema falaula annahu kana min al-musabbihin, law la Yunus alayhi salam asingekuwa mwenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya ile shida, na labitha fi batnihi ila yawm al-ba'th, angeishi kwa samaki mpaka siku ya kiyama. Lakini kwa nini? Ni kuwa alikuwa kabla hapo ana nidhamu katika ama kuna fungamano katika nani na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta la fi raha, na wewe sahihi, kuna neema, una afya, una raha, una furaha, usimsahau Allah subhanahu wa ta'ala, mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhakara anna dunya ghayra ma'muna, kumbuka kama dunia hayaminiki, wa sakaratul maut ghayra ma'muna, na ukumbuke sauti mara moja atashinda kuchukua nini roho yake. Kama furaha, fanya wakati na raha, wakati na neema, wakati na afya, wakati na mazuri, ikumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na leo, ikiamka na mazuri ndio huwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla inna insana la yatgha an ra'ahu sana, mwanadamu huwa basi ndio hivi jauri yeye kosheka hata kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kati anaona matajiri, wakati ana mali, wakati ana afya, hata tena kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini utakiwa wakati wa afya, wakati wa neema, wakati wa raha, wakati wa furaha, ndio wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala karibu na nani na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wakati unapokuwa shida yale mazuri unafanya kwa raha, ukina mikono Allah subhanahu wa ta'ala kulia mazuri. Kwa hiyo sahihi una raha, una afya, una neema, kumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akulinde, akuhifadhi katika neema kama hiyo na matatizo akumbushe katika Allah subhanahu wa ta'ala.
matendo huangalia mwisho. Kwa hivyo miongoni mwa kudumu katika Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ni husnul khatima, ndio sababu Uislamu kwa husnul khatima. Wa man shaka ala shay shaba, yote ni kwamba atakulia katika jambo basi usiweke hilo jambo. Wa man shaba ala shay, na yote ni kwamba atakulia katika jambo mata alayhi, bila shaka atakulia. Wanaambia kwamba man shaba ala shay, yote alikuwa na mazoea anakulia katika kitu fulani na kizoea katika ndogo akule nacho, basi shaba atakuwa nacho atazeka nacho. Wa man shaba alayhi, na kusema chikani ni jambo alichokijua mara tayari, bila shaka anakufa kile kitu ambacho amekosea nacho. Tukisema takiwa kwa imani azekee akulie katika almudawama al-amal salih, udumu katika mambo mazuri, kuanzia ni barabara ni kijana mpaka mzee mpaka mbabu, wewe unataka nini katika amal salih? Bila shaka unatarajia kwa nini husnul khatima inda al-maut, ambayo ni matarajio ya kila mmoja. Kwa imani kwa haya matatu kila mmoja aelewa kwamba kudumu katika amal mazuri, amal salih baada ya Ramadhani, basi matunda yake ndio haya. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anakufungulia milango ya janna kama kuna Bilal alayhi rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe dhambi zako kama kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alisema katika nyumba ya Mungu kuna mtu ana ngapi? Mara 5 kuchia makosa yake. Na mingine kama tumekuelezea katika shida, ukiwa yuko katika Allah subhanahu wa ta'ala, basi yote Allah subhanahu wa ta'ala anaenda kuongelea. Inshallah kama atakomea Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kama msaya mpaka mwisho wa siku inshallah. Allah ndiye anasema qala hasan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وذكر الذين قدروا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم عظيم ونفعني وإياكم بآيات الحكيم. أقول قولي هذا وأتمنى المستغفر إنه غفور رحيم وهو البر الرحيم. بسم الله الذي سمى ذاته به والحمد لله بحمد نستغفر كتابه به واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وكل شيء كائن به واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله افضل من في قربه. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه. اما بعد فاوصيكم بالتقوى الله في جميع الحالات، اكثروا من فعل الخيرات واستزيدوا من الحسنات، وأن الله تكريما وتملكته تعظيما وثلث كل تعليما ويغفر لك ثوابا عظيما. فقال تعالى إن الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الأنوار والأخيار والمتولين والنار، خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولمسة الرسل أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأخرج المسلمين ودمر أعداء العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم وادعوه ورحمه رحمكم الله.
الله الرحمن